even if it means losing life, I won't mind. Mimi nataka hizo bunduki zirudishwe yote. Hiyo bunduki murudishe yote. Msiporudisha, I am not a human in this game. Kwa wiki nyingi tulipitia faili zenye vumbi, tukapiga simu kimya kimya, tukizungumza na wahusika wa karibu na kufuatilia wakazi kutoka maeneo magumu ya Nairobi hadi Pwani. Jina moja liliendelea kuibuka. Wafinye kabisa, finye hii madude, ndio tuhakikishe kwamba watajane. Tunataka wao wataje wenzao ni kina nani, ili tufinye na usikuwe na huruma ofisa. Sisi tumechoka. Jina linaloogofya wahalifu, jina linaloadhimishwa na wenzake, jina linaloaminishwa na serikali. Ali Nuno Dubat. Mutachimba makaburi hapa Mombasa mkicheza. Sitabembeleza na sitacheka na hii watu. Mwanaume anayesimamia sasa polisi ya Pwani si afisa wa kawaida. We need to have some order and sanity, and whatever it takes to bring that order and sanity in the coastal region, we will not hesitate to use, even which includes use of our firearms justifiably. Yeye ni dhoruba ambayo serikali hupeleka pale njia za kawaida zinaposhindwa. Huyo mtu hakuna bunduki, anataka wananchi angusha yeye chini. That's my word. I will carry the consequences arising out of my decision and orders. Tuko pamoja? Hakuna kubembeleza. Wakati magenge yanapokataa kusikiliza, Beatrice, hakuna kubembelezana. Those all firearms in drawn hands, we must get them and get them today, if not yesterday. If not yesterday, this year? The day before yesterday. Yes. We must go for those firearms. Wakati risasi zinazungumza kuliko onyo. No boda should operate. Saa 5 saa 6 usiku ni boda gani hii ambaye anatembea? Ni biashara gani unafanya? Hiyo saa 6 na hiyo these hours, wee hours of the night, there are only 3 categories of people that roam around. Either you are a police officer, ama wewe ni mwizi, ama wewe ni malaya. Nuno anapelekwa na mambo huanza kubadilika. Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Sheban Yusuf. Zaidi kufuatilia kazi zetu kwa kusubscribe, like, share na comment kwenye kazi zetu. After 8 tomorrow we are going to seal everything and there will be no movement. I can assure you there will be no movement. Imagine the government has been lenient enough after the presidential directives. Again we have trying to move people who are stranded, including the students from the universities who have just closed down and other Kenyans who happen to be within the cluster which has been locked down. So we are facilitating them. All is well. So far so good. Jina lake lilijitokeza mara ya kwanza hadharani mapema miaka ya 90, wakati anga la kisiasa la Kenya lilipokuwa likichemka katika msimu wa kile kilichoitwa ukombozi wa pili. Wakati huo vyombo vya habari viligusa tu uso wa habari, lakini sasa tunajua. Hata wakati huo Nuno alikuwa ameshaanza kujenga urithi wake wa kurekebisha utulivu pale hofu ilipokuwepo. Alianza kama afisa wa kimya, akipanda kwa sifa, si uhusiano, na kujenga rekodi iliyojikita kwenye matokeo, si maneno. Mahali popote alipopelekwa, dhamira ilikuwa ile ile: kusafisha, kudumisha utulivu, kuondoka baada ya kazi kufanikishwa. Kati ya mwaka wa 2005 na mwaka wa 2008, serikali ilikuwa na mapigano makali sana. Sabotland Defense Forces, kundi la magaidi lisilo na huruma, lilichukua maeneo ya Mount Kenya. Kiongozi wake Wycliffe Matakwei na naibu wake David Sichei walitawala kwa hofu na damu. Zaidi ya maisha 500 ya raia wema yalipotea. Vijiji vyote viliteketea. Wanawake waliteseka kwa njia zisizoweza kuelezwa. Hata hivyo, serikali ilishindwa kuwakabili kwa muda mrefu. Ndipo
Nuno alipelekwa kimya kimya. Asili ya kazi yake haikuenezwa, lakini ndani ya miezi michache yale serikali haikuweza kufanikisha kwa miaka yalianza kuanguka. Matakwei alivamiwa, wafuasi wake wengine wakakamatwa, wengine kuuawa kwa risasi. Mwisho wa siku maisha ya kawaida yalirudi kwa wakazi wa Mount Elgon. Wale tuliozungumza nao Bungoma walisema kuwa wakati wa vurugu za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007-2008 hakukuwa na kambi za wakimbizi kwa sababu amani ilikuwa imerejeshwa kabla ya machafuko kuota mizizi. Kutoka upande wa magharibi, Nuno alipelekwa kati mwa Kenya, kisha Nairobi. Jina lake lilitokea mara kwa mara katika mazungumzo nyeti sana. Nyeri, Kiambu, Tharaka Nithi, Murang'a, ambapo sekta ya Mungiki ilikuwa imepandikiza hofu. Kutoka pale Nuno alipofika, usiku ulitulia. Masoko yakawa salama. Ripoti za ulaghai na mauaji zilipungua. Wakazi wanasema bado hawajui jinsi alivyofanikisha. Baadaye Kayole, moja ya mtaa hatari zaidi Nairobi, Nuno alisimamia kama kamanda mkuu wa polisi. Hapa magenge ya vijana kama Gaza yalichukua mitaa. Hata askari walikuwa makini kutembea peke yao. Lakini mwishoni mwa mwezi wa 8, genge la Gaza lilizimwa hadi Kiambu. Mitandao yao ikavunjwa, ujasiri wao ukavunjika. Majina yaliyoogofya kama Hesi wa Kayole na Hesi wa Dandora yalikuwa yakiendeshwa chini ya mkakati wa Nuno. Malengo yalikuwa wazi: kuuawa ama kupewa onyo. Wengine wachache tu waliweza kuishi kwenye wavu wake. Katika tukio moja, bunduki la polisi ilipotea Kiandutu kule Kiambu. Tofauti na matukio ya zamani ya kulaumu, Nuno aliwaita wazee na vijana katika mkutano wa hadharani. Ndani ya masaa machache, bunduki ile ilirudishwa bila shambulio lolote. Kijiji kilikumbwa na uoga kutokana na historia yake, wakiwa na uhakika alikuwa makini. Mwaka wa 2025, Nuno alihamishwa kimya kimya Mombasa kama kamanda wa polisi wa mkoa. Makundi ya wahalifu vijana yalikuwa yakiendesha vurugu bila kikomo. Makundi kama Panga Boys yalikuwa yakiwatesa raia mchana tu, kuibia watalii na kutukana polisi mtandaoni. Kilichofuata, wimbi la operesheni za uhakika, kesi za polisi zilijaa, arifa za siri ziliongezeka. Kwa mara ya kwanza kwa miaka, Old Town na Kisauni vilihisi kuvutika tena na raia walitembea salama. Zaidi ya watuhumiwa 300 wamekamatwa hadi sasa. Lockdown za usiku vimekwisha. Hoteli zimefunguliwa tena. Idadi ya watalii imeanza kupanda upya. Uchunguzi unaonyesha athari ya Nuno sehemu za pwani imeimarishwa na washirika wake wawili, kamishna wa kaunti Mohamed Nur Hassan na msimamizi Roda Onyancha. Watatu hao wamebuni mawasiliano thabiti, vikosi vya pamoja vya operesheni na uratibu usio na mshono kati ya mashirika. Pamoja wamevunjua njia za usambazaji wa madawa, kufuatilia kundi la vijana na kuimarisha ulinzi wa jamii. Nuno ni mfano wa maisha ya kijeshi. Anajiepusha na vyombo vya habari, hapendi sherehe za hadharani, anakimbilia operesheni kuliko mikutano ya ofisi. Wale waliofanya naye kazi wanasema ana uwazi mkali sana na hawezi kuhongwa. Tukio kadhaa ndani ya memos na faili za mahakama zilionyesha jinsi wafadhili wa magenge walikamatwa baada ya kudhani wanaweza kubugudhi mfumo chini ya uangalizi wake. Akibakiza chini ya miaka 7 kabla ya kustaafu rasmi, Nuno aliambia timu yetu kwa siri,
anataka kustaafu akiacha nchi imara, si tu dawati safi. Kutoka tulichokiona, yuko njiani kufanikisha hilo. Hakuna maneno ya kupendeza, hakuna njia fupi. Kazi halisi yenye umakini isiyokombolewa. Kama mmoja wa watumiaji wa TikTok alivyoeleza kwa kumnukuu, ukiona mahali serikali imemtuma Nuno, usiulize maswali. Wewe jua ni kazi inakuja kupigwa pale. Maboys wangu wa Coast, huyo jamaa amepeana order, anaitwa Nuno. Naweza kukwambia mimi kama kijana ya Kayole, huyo is a no-go zone. Alifanya wengine wetu tulikuwa tunaingia exile, tunatoa jina moja, alafu tunaweka hii alama hapa kama unaweza iona. Kuna alama iko hapo. Ndio rada ikuwe safi. Lakini bado utaenda kwa police station kwenda kusign every day. Naweza kukwambia anyone mwenye ali experience Nuno the damn days kama mimi, what I can advise you is, kama unajua wewe ni wapanga, jisalimishe kwa police station. Bure watakusalimisha kwa morgue, mutachimba makaburi. Huyo ndiye aliyeitwa mzungu mweusi na mtamu. Huyo ndiyo nguvu nyuma ya utulivu wa Mombasa. Huyo ndiye Ali Nuno Dabat, kiongozi wa polisi anayesimuliwa kama hatari zaidi kwa wahalifu, akifanya kazi kimya kimya huku wengine tukilala kwa usalama. Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Sheban Yusuf.